Habari, mimi ni Pastor Sam. Leo nimetamani pia nikutambulishe rafiki yangu, ndugu yangu wa karibu, mdogo wangu ninayempenda sana. Unapoona haya yote mazuri yanayofanyika, yuko mtu nyuma ya kamera anafanya haya yote. Hata wewe unaweza kuniona kwa uzuri namna hii. Director wangu Ben, huyu ni kijana anayempenda Mungu sana, ni director mnyenyekevu, ninampenda sana. Leo nataka niongee na wanawake. Neno la Mungu katika Mithali inatuambia kwamba kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kwa nini mwanamke anabomoa nyumba kwa mikono yake mwenyewe? Na kwa nini awe mpumbavu? Na unaweza ukajiuliza, upumbavu ni nini? Upumbavu ni hali ya mtu kutoelewa ama kutozingatia ama kutojali hata kama analoambiwa ni la kweli. Yaani mtu ambaye amegoma kuelewa, amegoma kuzingatia, au ameamua kutojali hata kama anaelewa. Mtu huyu tunamuita mpumbavu. Kwa hiyo anavunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Ni kwamba umekuwa mpumbavu, yaani unafanya kitu ambacho ni kama haukijui, lakini unakijua kwa sababu unaelekezwa na hutaki kuelewa. Kwa hiyo wewe tunakuita mpumbavu. Mpumbavu ni mtu anayetajwa kuwa anadharau, asiye na heshima, anayeropoka. Yaani ni mtu ambaye anaongea hovyo. Ndio maana leo utaona wababa wengi wanaamua kuwa na tabia ambazo hawakuwa nazo. Kuna mtu utashangaa leo amekuwa ni mlevi, lakini hapendi kuwa mlevi. Wakati mwingine nilikufundisha somo moja, nikakwambia nina rafiki yangu mmoja akigundua kwamba leo amekosa hela, anaandaa kipengele cha kwenda kugombana na mke wake. Kwa hiyo akifika tu ndani anaanzisha jambo. Yaani anaweza akaingia ndani akakuta labda nguo imekaa sehemu ambayo sio sahihi, ili tu yule mwanamke asiweze kuingia kwenye njia yake, kwa sababu siku hiyo hana hela. Na utagundua mwanamke huyo anakuwa na maneno mengi bila kujali, kwa sababu mwanaume siku zote anatafuta kwa ajili ya familia, lakini siku utaona mfano huu niliokupa, siku mtu anakosa, anajikuta analazimika kutengeneza kitu ambacho hakipo. Na watu wengine hapa ndipo wanalazimika kuanza kuwa na vijiwe. Mtu anasema ngoja niende nikaongee na washikaji zangu, na huko ndio mwanzo wa kuharibikiwa kwa nyumba. Na hapo mbele nitakuelekeza maana ya mwanamke kufanyika mlinzi. Lakini utagundua huyu mtu anaenda kwenye vijiwe kwa rafiki zake na nini, mwisho wa siku anaanza kumwambia onja kidogo, hii haina shida na nini. Anaanza kujiunga na vitu ambavyo havikustahili. Ile hali alikuwa akitoka nyumbani ni baba mzuri, anarudi nyumbani kukaa na familia yake. Lakini kwa sababu tu ya mwanamke mpumbavu mwenye kelele nyingi, anaamua kumharibu mume wake. Asiyemcha Mungu, yaani tunaweza tukasema mpumbavu ni sawa na mtu asiyemcha Mungu. Kwa nini asiyemcha Mungu? Kwa sababu neno la Mungu linaelekeza dhahiri kwamba mwanamke anatakiwa kumtii mume wake. Kwa ukiona mwanamke anaongea sana, huyu ni mpumbavu. Upumbavu unaweza ukaingia wapi? Kwenye kuto kumcha Mungu. Mwanamke huyu mara nyingi utashangaa sana, amekuwa mtu wa kuiga maisha ya watu wengine, amekuwa mtu wa maneno na watu wengine. Amekuwa na vikao mbalimbali na rafiki na jamaa, na kibaya zaidi wengine huenda mbali sana katika makundi wanayoshauriana, wanaamua kwenda hata kwa waganga. Kwa hiyo upumbavu pia unaambatana na kuto kumcha Mungu. Sasa kama mtu amchi Mungu, hata kwenda kwa mganga ni rahisi sana, lakini akiwa mcha Mungu atakuwa na hekima ndani yake ya kujua namna ya kuishi na familia yake. Yaani wakati mwingine anakuwa ni mwanamke asiyeamini hata kama kuna Mungu. Utashangaa sana wakati unajaribu kumwambia mke wako tuombe, tusali, tumtegemee Mungu, tuamini ipo baraka tutapata. Utashangaa sana nakwambia, Mungu gani utamuomba wewe? Na wewe una Mungu. Ina maana utagundua huyu mwanamke ni mpumbavu na hamchi Mungu. Ukiona mtu anaweza kuongea lugha ambayo haogopi, amhofu hata Mungu, tayari mwanamke huyo ni mpumbavu. Mwanamke huyu utagundua pia anakuwa anasababisha habari nyingi za uzushi, habari ambazo anatengeneza mazingira kana kwamba yeye yuko sawa na mwingine hayuko sawa. Mwanamke huyo utagundua hata akija mama mkwe au akija mtu yoyote, basi yeye atakuwa anajitengenezea mazingira aonekane mzuri wakati wote, ila mume wake na watu wengine ndio wana shida. Mwanamke huyu tunamuita
mpumbavu. Utagundua kwenye mithali hapa ambapo inatuambia kwamba mwanamke anaweza akaivunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hapa tunapata jibu kwamba kama mwanamke anaweza akavunja, basi ana uwezo pia wa kujenga nyumba yake. Epuka kuwa mpumbavu. Wakati mwingine nilifundisha hili somo nikasema kwamba familia inajengwa na baba, lakini ndoa inajengwa na mama. Yaani mwanamke ndo anayejenga ndoa, au mwanamke ndo anaweza akaamua ndoa iendelee au isiendelee. Mwenye maamuzi sio mwanaume. Mwanaume hana maamuzi kwenye ndoa. Mwenye uwezo wa kuifanya ndoa iendelee au isiendelee ni mwanamke. Utaniuliza kwa nini? Ninakwambia hili kwa sababu moja. Kama mwanamke ataamua kuishikilia ndoa yake na kukaa kwa akili na hekima, hawezi akavunja ndoa yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanaume hajawahi kuwa na shida ya kiwango cha kuweza kuikimbia nyumba yake, isipokuwa katika mwanamke mpumbavu mwenye matatizo mengi. Lakini mwanamke akiwa na utulivu, utagundua mwanaume hata akiondoka atajikuta anaamua kurudi nyumbani, na anarudi anamkuta mke wake na familia yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke ameamua kufanyeje? Kuilinda nyumba yake kwa hekima na maarifa ya kimungu. Na ukisoma katika Mithali 18 mstari wa 22 pale inatuambia, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Sasa utagundua kwamba kumbe mwanamke ni kitu chema, lakini mwanamke huyu akiwa mpumbavu atakuwa kitu kibaya. Yeremia ile 31 mstari wa 2b inatuambia kabisa kwamba kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. Hapo pia unagundua, tunajifunza kwamba kumbe mwanamke anamlinda mwanaume. Kwa hiyo moja kwa moja tunafahamu kumbe kwamba mwanamke yeye ni mlinzi. Sasa mimi natafakari, kama mwanamke ni mlinzi, anawezaje kulala usingizi? Kama mwanamke ni mlinzi, anatakiwa alinde vipi? Amlinde vipi mume wake? Je, awe anaongozana naye muda wote? Je, awe anafuatilia simu zake na kuzikagua kwa sababu yeye ni mlinzi, amepewa kibali cha ulinzi? Jibu, la hasha. Anamlinda kwa namna gani? Anamlinda kwa maana moja, ndoa ni tendo. Kama ndoa ni tendo, je, wewe mwanamke una uhakika mume wako anashiba, anapata chakula cha kutosha akashiba? Kwa sababu mimi ninaamini mtu aliyeshiba hawezi akahangaika na vyakula vingine. Tafakari, kama leo umekula kuku umeshiba, ndani ya dakika 2 uweze ukaniambia una njaa, unataka ule chakula chochote. Lakini kama mtu ana njaa anaweza akala chakula chochote, hapo hata chagua. Sasa ili liko kwako wewe mwanamke ambaye unadhani unaipenda ndoa yako, hakikisha unamlinda mume wako. Na mlinzi siku zote halali usingizi, anakuwa macho. Kwa hiyo lazima ufahamu wewe kama mlinzi wa ndoa yako, ulinzi wako umeuelekeza wapi, ili uweze kuwa mwanamke mwenye akili na hekima. Ukisoma Mwanzo 2:18, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kumbe pia tunagundua kwamba mwanamke ni msaidizi. Hii naipenda sana. Kumbe mwanamke ni msaidizi. Leo imekuwa kinyume sana. Wanawake wengi wanaolewa au wameolewa wakiamini kwamba wao ndo wanahitaji kusaidiwa. Yaani mwanaume asipofanya jukumu fulani, hiyo imekuwa ni kesi kubwa sana. Lakini mimi leo nataka nikufungue macho wewe mwanamke. Wewe ni msaidizi, wa kusaidiwa ni mwanaume. Sasa wanawake, hili swala la kuona kwamba nyie ndo mnahitaji kusaidiwa muda wote, sielewi mmelitoa wapi na hii desturi imetokea wapi. Lakini kwa mujibu wa neno la Mungu hapa kwenye hii Mwanzo, mimi inaniambia kwamba mwanamke ni msaidizi. Kazi ya mwanamke ni kumsaidia mwanaume. Leo utaniambia 50-50. Leo utaniambia mnataka haki sawa. Leo mtaniambia mambo mengi, lakini mimi sielewi ilikotokea. Ninachojua, mwanamke ni msaidizi, anafanya kazi ya kumsaidia mwanaume, na si mwanaume anafanya kazi ya kumsaidia mwanamke. Leo wababa wengi wamekuwa na mahangaiko na shida nyingi na mateso makali. Baba huyu anafanya kazi ngumu kuhakikisha familia yake ina survival. Baba huyu anajinyima. Baba huyu utagundua yeye ana shati 2 lakini mke wake ana belo la nguo ndani. Baba huyu utagundua ana suruali 2 lakini mke wake na watoto wake anahakikisha wamevaa na kupendeza.
na wanakula na kulala vizuri. Mwanamke anajiona kwamba yeye anahitaji kusaidiwa muda wote, lakini neno la Mungu linaniambia kwamba mwanamke kazi yake ni kumsaidia mwanaume. Kwa hiyo mwanaume ana jukumu la kwake, lakini wewe mwanamke lazima ujitambue kwamba wewe kazi yako kubwa ni kumsaidia mwanaume, sio kusaidiwa wewe. Hapa ndo utagundua kwamba mabinti wengi sasa hivi wamekosa maadili, hawajajua wajibu wao na kusudi lao, kwa nini wameolewa. Wanajikuta wao ndio wapanga majukumu, wao ndio watoa mwongozo katika familia. So nakwambia wewe mwanamke, wewe sio msemaji wa mwisho kwenye familia. Wewe unatakiwa kutii. Wewe sio bosi kwenye familia. Unatakiwa kuijua nafasi yako ili uweze kuishi maisha ya furaha. Kibaya zaidi ni kwamba mabinti wengi katika utandawazi wanajikuta wanakuwa na makundi ambayo yanasababisha washindwe kufikia malengo yao. Na hasa kibaya zaidi ni kwamba utagundua hata makundi yao mara nyingi, wengi wao marafiki zao wanakuwa ni wale ambao ndoa zimewashinda. Kwa kuwa ndoa zimewashinda, wanatamani na wenzao waweze kushindwa kwenye ndoa zao. Fuatilia mke wako, marafiki alionao wako kwenye ndoa, na kama hawako kwenye ndoa, uwe na uhakika mke wako naye siku zijazo atatoka kwenye ndoa. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana, na tunapozungumzia mlinzi, mlinzi anatakiwa ajitambue wajibu wake na majukumu yake na watu wa kuambatana naye. Na kitu kingine lazima ujue, leo ukiona mafarakano kwenye familia, mwanaume mwenye akili timamu hawezi akakubali kuongozwa na mke wake. Na hapo ndipo utakuta wamefikia mahali mpaka mahakamani, mpaka talaka, mpaka ndoa inashindikana. Kwa nini ndoa inashindikana? Kwa sababu huyu mwanamke ameshindwa kujitambua, anang'ang'ania akae kwenye nafasi ya uongozi wakati yeye ni mlinzi. Anataka akae kwenye nafasi ya uongozi wakati yeye ni msaidizi. Hiyo ni shida sana, na kibaya zaidi bosi hawezi akakubali kuongozwa kwa sababu iko automatically. Mwanaume ni mwanaume siku zote. Hilo mwanamke lazima utambue. Mwanamke huwezi ukakaa kwenye nafasi ya mwanaume, utafeli tu na utashindwa tu. Hata ukijitapa na kujiinua na kujitutumua, bado utabaki kuwa mwanamke. Kitu chema kinatoa jambo jema ndani yake. Kwa hiyo mwanamke mwema tutamuona katika matunda yake pia, anasimamiaje familia yake. Kwa hiyo ninakushauri wewe mwanamke, usikubali kuwa kitu kibaya, jifunze kuwa kitu chema ili tuweze kuona matunda ya familia yako yakiwa mema. Sijawahi kuona kitu chema kikatoa matusi, kejeli, dharau, kinywa kisicho na adabu. Kitu chema kinatoa matunda mema. Kwa hiyo hata kauli za mdomoni tutazitambua tu kwamba je, huyu ni kitu chema au kitu kibovu. Nadhani hayo ni yangu leo machache nimetamani nikushirikishe, lakini nitakupa msingi au nitakupa mwongozo wa mambo ya muhimu ya kuyasimamia kwenye familia yako, wewe mwanamke, ili nyumba yako iweze kuwa bora. Jambo la kwanza, acha dharau. Kama wewe ni mwanamke unatamani kuheshimiwa na kuwa na thamani na kuwa kitu chema, acha dharau. Mume wako awe na pesa, asiwe na pesa, usimdharau. Uwe umemzidi urefu, umemzidi unene, umemzidi kipato, umemzidi elimu, usimdharau mume wako. Ili uweze kufanikiwa, jifunze kunyenyekea na kumtii mume wako. Hiyo ndo thamani ya mwanamke. Jambo lingine la muhimu sana, lazima utambue kwamba wewe ni msaidizi. Kwa hiyo yupo kiongozi wako. Ukijua kwamba wewe ni msaidizi, kaa kwenye nafasi yako ya usaidizi. Mungu akubariki wewe mwanamke uliyenisikiliza na kuyachukua haya. Ukiyafanyia kazi, utakuwa ni mwanamke mwenye thamani na baraka za Mungu zitamiminika ndani ya nyumba yako. Mimi ni Pastor Sam na hii ni Njia ya Uzima Online TV. Kwa heri kwa sasa.